Teaching practice file. Okay, najua wengi wenu mnaenda teaching practice, mnajiuliza file itakaaje, file ni kitu inakaaje. Si kitu mgeni, ni kitu ile umezoea. Teaching ni ile file ya primary, ile ya high school ulikuwa unaweka nini? Ile ulikuwa unaweka revision papers. Ni hiyo, sio file nyingine, ni hiyo tu. Hata ukiangalia hapa, ni ile file ndio hii. Okay. Kwa wale wako university, kuna wale wanafunzi wamejua ujanja wanauza file. Kuna wale wanauza complete file yenye iko na kila kitu. Wanakuzia around between 250 and 300 wanauza hapo university, unaweza nunua hiyo. But kuna ule pia unajua mko wengi, hawezi wauzia nyinyi wote. Nataka niwaoneshe venye unafaa upange hiyo teaching practice file yako. First of all, nunua file ya kawaida ndio hii. Alafu hapa juu mahali nimeficha, hapa front page hapo nimeficha ni jina. Kama unaitwa Mr. John, andika Mr. John. Kama unaitwa Madam Giroli, andika Madam Giroli. Hapo nimefunika. Alafu hapa chini andika subject unafunza. Kama ni integrated science, andika integrated science. Kama yangu hapa niliandika ni mathematics, hii ilikuwa ya mathematics. Ni hivyo tu, front hii iko hivi kwa cover. Sasa nataka tuone front page. Sasa venye una arrange hiyo teaching practice file yako. First of all, lecturer akikuja assessment utampea hii. So akifungua anafaa aone vitu venye ziko aligned, zimejipanga vizuri. Front page iko na table of contents. Tuko sawa? Table of contents. Mimi ni venye nilienda shule ina printer, ile shule ya kijijini, saa niliandika na mkono. But we kama kuna printer unaweza type alafu utoe ikiwa kama soft copy, ama unaweza print kwa cyber yoyote. Table of contents si kitu mgeni. Kama textbook ya physics unapata pale, ukifungua page 1 kuna table of content America. Topic 1 ni magnetism, topic 2 ni hivyo equilibrium, sijui measurement and what equilibrium. Venye tu zimepangwa. Concept ni the same. Number 1, table of contents. Number 1 ni personal details. Mnaona? Personal details. Personal details ni jina yako, andika unaitwa fulani wa fulani. Unasoma wapi, registration number yako, email namba yako ya simu, sign yako, anything yenye inakuhusu hizo inatosha. Unaweza andika jina, namba ya simu na registration number, hiyo inatosha. Number 2 ni school rules. School rules, kila shule iko na school rules zake. Siku yenye utafika shule, ambia enda kwa secretary, mwambie akupee school rules. School rules ni kama zile zenye shule ilikuwa inasema, sijui mwanafunzi akipatikana na simu tunapasua. Sijui ukiruka fence unakuja na barbed wire. Hizo ndio school rules. Hiyo ndio number 2. So lecturer akifungua part 2 hapo anafaa patana na school rules. Number 3 tuko na syllabus. Kama mimi nilikuwa nafunza hesabu, syllabus hiyo wakati nilikuwa ninafunza, hiyo syllabus naenda na print na iweka kwa number 3 ndani ya file. Number 4 ni timetable. Obvious, ukishaingia shule kila mwalimu ako na personal timetable. Siku utaingia shule, ule mtu wa timetable atakudraftia ka timetable kako. Hako ka timetable ndiko utaweka hapo kwa timetable. Next tuko na seating arrangement. Seating arrangement ni venye wanafunzi wako wamekaa class. Sasa una imagine this is a class. To imagine sasa seating arrangement utachora hivi. Hapa mbele ni whiteboard ama blackboard, it depends. Utaanza andika hapa mbele ni whiteboard. Alafu kama mlango ya class iko hapa, andika hapa door. Tuko sawa? Sasa mwalimu kama hapa ni door, andika door, alafu hapa ni hapo mbele hapo kwa whiteboard. Alafu hapa venye wanafunzi wamekaa, kama hii ni column ya kwanza hii wamekaa hivi, si wanafunzi wanakaanga hivi. Alafu hapa katikati kuna space, wengine wanakaa hivi. Kuna shule wanakaa wawili, katikati watatu, mwisho wawili. So unapanga hapa, kama hapa anakaa Girolia, unaandika, unachora ka box, unaandika Girolia. Kama deskmate wake ni James, ka box kingine James. Nyuma yao anaitwa Jafeth, unawapanga wote hii column yote. Column ya pili pia unawachora, unawapanga wote. Column ya tatu pia unawapanga. So ni kitu tu unachora venye wanafunzi wako wamekaa kwa karatasi tu na unaweka kwa file. Number 3 ni class register. Lazima ukuwe na register ya wanafunzi wako. Si ati sasa kama uko na register ya math, kama unafunza subject mbili, sijui math na integrated science, kila file iko na vitu zake. Lazima ukuwe na wanafunzi wako wanafanya hesabu, ukuwe na register yao, majina yao. Kila class una attend, una mark register mwanafunzi mwenye alikuwa. Lakini si ati una mark kila siku ukienda class unaanza kuita majina. That's wastage of time.
itisha tu register ya class kila siku wakati uko free pale staff room, tick by yourself tu pole pole. Hiyo ina mambo mingi. Tuko na class register tumemaliza. Tunaenda sasa number 7 ni schemes of work. Schemes of work hizi mlifunzwa kuandika mkiwa tu campus. Hizo mlifunzwa, hata micro teaching mlifunzwa. Hizo hazina shida. Inafuatwa na lesson plan. Lesson plan hii hata ulitumia siku ya micro teaching. Hii ina mambo mingi. Tunaenda number 9 record of work. Hii naye pia ulifunzwa siku ya micro teaching. Hiyo ina mambo mingi. Alafu kuna record of work. Hiyo ina mambo mingi. Sasa tuko na student progress record. Hii sasa ni ile uko na list ya wanafunzi wako. Ukiwapea cut una record. Ukiwapea kama ni rat pia una record. Ukiwapea midterm exam una record. Hiyo ndio student progress record, venye wanafunzi wana perform. Alafu ya mwisho ni assessment report. Assessment report hii haikuhusu. Hii weka tu uko nyuma ya file. Hii ni ya lecturer, yeye ndo ataandika comments zake. So file yako lecturer akifungua part 1 anafaa patana zimejipanga venye zimejipanga hivi. Hivi ndio unafaa kupanga file yako. Tuko sawa? Next video nitawafungulia file ndani niwaoneshe venye inakaa. Kwa wale tuseme hawajazoea hizi vitu, nitawafungulia ndani because unajua video ikikuwa refu utaboeka. Next video nitawafungulia file tuone vile inakaa. Tuko sawa? Top shota.